Nitakoge kuja dakika moja tu usalimie watu sababu wewe ni mshirika kwa hii kanisa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na itifaki zote za kazi zinazokuheshimika, Mwathani yarogocwo, Bwana Yesu asifiwe. JCM. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa tu dakika hiyo moja sababu waheshimiwa wabunge wameongea, wamesema mambo ya miradi na maendeleo na wakasema vile serikali inafanya. Yangu itakuwa tu moja sababu hili ndio kanisa langu. Hawa wanarika wa JCM ni zaidi ya 5,000. Wanakujanga hapa kusoma hii TVET iko hapa, na baada ya kusoma hapa wamewekewa na Bishop mahali wana watch game, wako na television hapo. Sasa ile tu kitu moja walikuwa wamenituma Mheshimiwa Rais kwako, ndio nataka nikuongeleshe hawa wakisikia Bishop, nataka kuongelesha Rais hiyo dakika moja. Hawa wanarika walinituma wakaniambia, sababu wewe unatuambia wewe ni rafiki wa Rais, tunaomba tu kwa hii kanisa wanataka waweze kuadvance kwa hiyo television na wapate gaming zingine hapa kwa kanisa, kwa sababu kuokoka si kuboeka, wakimaliza wanatulia hapa. Na wako na budget yao, waliniambia wameweka budget ya milioni 3, ukituchangia hapo itakuwa sawa. Mungu awabariki, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mimi ndiye seneta wa Kiambu 2027. Asante Senator Kogi. Si Bishop ametuambia kila mtu aitike mwito alioitwa. Senator Kogi ameitika, na najua tuko na aspirants wengi. Hatuna nafasi sababu tuko kanisani ya kuwajulisha wote. Mheshimiwa Rais, unajua kwa chama chetu cha UDA tulisajili aspirants wengi sana na bado wanaendelea kujisajili ambao wanataka kuomba viti kwa chama chetu cha UDA. Nikubaliane na Mheshimiwa Mama County ile mwito ameita ya kuwa tuwe wangwana hasa wakati tuko kanisani. Na siasa vile nilisema tukiwa pale Gatondo zitajipanga tu, tusiwe na wasiwasi. Kila mtu vile Bishop amesema auze maono yake, na tusichukiane, tusiwe na chuki. Tupendane sababu sisi wote ni wa familia moja, sisi ni wana Kiambu. Na tuchukue nafasi kama hii wakati Rais ako pamoja na sisi. Kwanza kukushukuru Rais kwa ile miradi ya maendeleo ambayo imekuja hapa Kiambu. Kuanzia masoko, affordable housing, hostels kama hiyo Mheshimiwa King'ara amesema iko hapa kwa TVET ya watoto wetu 800 plus, and in every constituency in this county, Your Excellency, we have hostels, we have markets, we have affordable housing, we have roads under construction, including hizo zingine ambazo Mama Alice Ng'ang'a ametaja hapa. Najua hiyo ya Matangine imekuwa shida kubwa, na ulituuliza wakati tulikuja kukuona tukiwa wabunge tuongee na Waziri Chirchir, na akatuahidi ya kuwa akifanya hii ya Rainbow Gekumare atajumuisha hata hiyo ya Matangine ili zijengwe pamoja. We don't take it for granted, Your Excellency, that over the last 2.5 to 3 years we have seen unmeasured levels of development come to Kiambu County. Tulikupea kura kwa wingi zaidi ya kaunti zingine zote Kenya. Na wewe pia umetupea pesa za maendeleo kwa wingi zaidi ya kaunti zile zingine zote Kenya. And we thank you when you come to Kiambu. And that is why we are saying our politics should not divide us. Jambo la muhimu ni wakati tulikuja kwa wananchi 2022 kuwaomba kura, ukawaambia wamama wa soko, mama mboga atatoka mavumbini mahali pa kunyeshewa na kuchomeka na jua na vumbi, umjengee masoko ya kisasa. Ndio hiyo masoko zaidi ya 30 ambayo yamejengwa, mengine yamekamilika na mengine yanaendelea kujengwa. Your Excellency, the State Department for Housing alone has invested over 50 billion shillings in affordable housing, markets and hostels for our students. The road sector, Your Excellency, Kiambu has been the biggest beneficiary. I don't think other than the Rironi Mau Summit Road
there is any other county, hata Nairobi ambayo umeenda kusaidia na bilioni 80. Hiyo bilioni 80 ya Nairobi yetu already ya housing ni 50. Tukiongeza ya barabara, sababu hapa Rironi Mau Summit inaanzia hapa kwetu Rironi, inaishia pale mbele ya Uplands, Nyambari, pande ya Lari. When we try to accumulate all the investment that you have put in roads in Kiambu County, it is over 120 billion shillings in 3 years. And Your Excellency, we can never take that for granted. That is why nataka kubaliana Mheshimiwa Kawanjiko, wakati tunasema tutashikana na wewe, tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate term yako ya pili, it is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands in the development of our county. Na sisi hakuna kitu kingine rais tuliomba kwa serikali. Tuliuliza maendeleo ili tutoe watu wetu vile Bishop anafanya hapa kanisani, kutoka pale bottom wakielekea up. And Bishop, thank you. Mheshimiwa Rais, nitubu dhambi, sababu huyu Bishop aliniombea. Huyu Bishop wakati alikuwa Kameme tumenyoroshana, ananinyorosha kwa Kameme na mimi nikishika microphone namnyorosha. Lakini last year tulikaa na yeye, akaniombea, tukasemeheana na akaniambia ameitikia mwito wa kutumikia watu kupitia kanisa la Mwenyezi Mungu. And thank you, Bishop, for the great work that you are doing, not just in Kiambu County and Nairobi, but across the nation. Hii store ya Mungu haitawahi kosa, na ukisikia inapungukiwa, tafuta William Ruto. Ukikosa yeye, tafuta Kimani Ichung'wah. Sababu sisi wote, we are here to support you and we will continue to support you, Bishop, for the great work that you are doing. Thank you for encouraging us to answer to the call. And Your Excellency, as Bishop has said, you answered the call to transform our nation to a first world nation, and we continue to pray for you that you will continue with the work, the great work that you are doing to transform our nation into a first world nation. Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima, tuko pia na governor wa kwanza wa Kiambu, ambaye pia ni waziri wetu wa ICT, Mheshimiwa Cabinet Secretary Kabogo, ambaye anafanya kazi mzuri sana kwa wizara ya ICT na Digital Highway. Karibu. Asante. God is good and all the time. Tafadhali nipungie mkono kama unaniona. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mimi ni waziri wako wa Kenya, lakini kuzaliwa ni hapa. Na siasa ya Kiambu inakuanga moto na tamu. Nasema hivyo kwa minajili mimi nilikuwa mbunge hapa tamu 2, nikakuwa gavana hapa tamu 1, hawa wakanimuramura, wakaniumagaria. Lakini mpaji ni Mungu. Kama vile mimi nimealikwa nikualike, na uniruhusu niulize swali langu moja, na nitauliza mara 3 kwa sababu huyu mngwana amesema kila swali mara 3. Ado modo ni oyo atene William leo mulerwo ate mweterere ni mokuo niyo njira hejire getigeno njira yakorwo ni uyu kirugame itu muhurire ruhi yakorwo ni uyu. Makofi jameni. Mimi sitasema siasa tuketi, lakini si kijana. Na wanasema mzee huona mbali kuliko vijana. Mzee akiketi huona mbali kuliko vijana wakiwa juu ya miti. Mimi nimekuwa katika wakati wa Mheshimiwa Mwai Kibaki, nimekuwa katika wakati wa Mheshimiwa rafiki yangu Uhuru, na saa hii chini yake Mheshimiwa mpendwa Rais wa Jamhuri ya Kenya.
Ile kazi huyu bwana amefanya miaka mitatu, hakuna mwingine hapo mbele ashawahifanya. Kwa hivyo siseme hivyo kwa sababu ni waziri, kwa sababu ninaona, na pia wewe mahali uliko unaona kazi serikali ya Mheshimiwa William Ruto inafanya. Kutoka hapa asubuhi Nairobi ukienda Thika 1 hour 50 minutes. Na hivi karibuni, na atakuja kusema mwenyewe, hivi karibuni tutakuwa na expressway kama ile ya kutoka Westlands kwenda katika airport. Mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nasomesha watoto mayatima. Kuna kijana nilichukua pale Kameme Radio 2017. Huyo kijana akapeleka Mang'u, akasoma, akamaliza. Juzi amenikujia, ananiambia nyumba mama amefungiwa kwa sababu ya shilingi 11,000. Nikapigia Hinga, nikamwambia najiomba niweze kutoa deposit ya huu kijana na mamake wakae katika affordable housing. Wako kwa room 3 na wanalipa shilingi 9,000. Jamani, simpigie Mheshimiwa Rais makofi. Wengi, hata mimi mwenyewe sikuamini serikali inaweza jenga manyumba ya affordable housing. Saa hii majumba ndiyo horizon ya Kenya mzima. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi hiyo.